Nimalizie mambo mawili na nataka munisikize hivi. Wenzangu wameongea mambo mingi hapa leo. Nimemsikiza Mheshimiwa Rais wetu leo asubuhi. And on this particular one, munisikize kwa makini. I respect the office of the president. Mimi naheshimu katiba yetu na desturi yetu ya uongozi wa nchi yetu. Inaonyesha wazi kwamba yule ambaye ako kwa hiyo ofisi is a symbol of national unity. Ni commander in chief of our defense forces. Mimi sana sana watu wakiniuliza, mbona wewe you don't attack the president or criticize him? Ninawaambia, unajua mimi naheshimu hata majeshi yetu. Kwa sababu president ni commander in chief. Kuna kitu ambayo mimi siwezi kuzungumza kuhusu president hadharani namna hiyo. Lakini, and of all national politicians who are out here, you know that I am the one who's most restrained. Kwa hii, I don't like talking about personal things, attacking other leaders, and going personal. Kwa sababu, we must be the change that we desire. Kenyans, after 6 decades of independence, wanatarajia wale tunataka uongozi to be measured, to be mature, to be decent, even in the language we use about each other. Ama namna gani wananchi? Kwa sababu watoto wetu na hawa vijana ambao tunataka kukusa hapa hawezi kuwa eti wanaamuka asubuhi wanatuona sisi viongozi tukiongea na tukijibishana na maneno machafu. Hiyo ni kuharibu sifa ya ofisi kubwa kama ile ofisi ya rais. Na rais wetu mimi ninamheshimu na ninaheshimu ofisi yake. Ndipo mimi sijaongea mambo yake mbeleni. Lakini leo ameanza sasa kututusi sisi wote watu wa opposition. Anatutusi, yaani nchi yetu hii 6 decades after independence, at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Nani anakula zaidi, nani anakula wapi? I am doing this with a lot of pain. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona, hujaniona nikija, hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sijakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Unajua, mimi nataka kuwaomba hivi. Tuna heshima kubwa kwa uongozi wa nchi hii. Na ile standard imewekwa na wale wameenda mbele. Mzee Moi mwenyewe, Mzee Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta. Hiyo ndio standard tunataka kwa hiyo ofisi ya rais. Lakini sasa unataka kuibua mjadala kuhusu kukula. Ili tuanze sasa Kenya kusema ni nani amekula mashamba Narok? Ni nani amekula mambo hapa Narok? Unataka tuzungumzie kukula kweli? Tumbo lisilo shiba inajulikana ni nini Kenya hii. Sasa unataka tuende kwa huyo mjadala badala ya kuzungumzia shida ya Wakenya. Pesa imepotea ya SHA. Magazeti hata leo asubuhi bunasoma mambo ambayo iko huko. Wizi na uporaji wa pesa ya serikali. Unataka tuongee tufanye mjadala kuhusu kukula kweli? Wa pesa ya umma na uporaji wa mali ya serikali, unataka tuzungumzie hayo? We have restrained ourselves. Hasa mimi, kwa sababu ya heshima, nilikuwa waziri wa usalama. I am respectful of the office of the president. Na nawaambia Wakenya wote, even when we have differences of opinion, we must remember the burden of leadership we carry.
there is a level to which we cannot go. Ndio nimekuwa nikiambia watu wengine wananiambia how come you don't attack the president and so on. Naambia that is not the way. That gentleman is the head of state. That gentleman is our president. Lakini sasa akistoop so low mpaka unatoka hapo unaanza sasa kuongea mambo ya ajabu. Lakini niwaambie wa Kenya hivi. Na hili ndio nitakuwa my second last point. Mimi rais ninamjua. Tulifanya kazi na yeye kwa miaka 10 tukiwa kwa cabinet. I think I understand him very well. Ikifika mambo ya matusi namna hiyo, it means he is cornered and he is completely desperate. So, I want to ask the senior officials of this administration, na wazee wetu wa kanisa, mabishop wale wa AIC, na wale wengine ambao wanaombanga na president, mumwambie, let him calm down. Tulia. 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 You are carrying a very heavy responsibility. I listened to his tone vile anaongea. Hiyo tone sio tone ya a national leader ambaye anaitwa father of the nation. Inaonyesha desperation, panic. Ukweli ni kwamba tumekaribia na tuko kwa mlango na tutakushinda uchaguzi. Lakini don't panic. We are not bad people. Even when we replace you, we will not treat you the way you have treated others before. Tutakuheshimu na tutaheshimu ofisi ya rais. Kwa hivyo sasa kuanza kutoa matusi, kuongea vile mimi ndakula nini na sikuli kwa bibi yako, sasa we become so low. I mean, I don't understand. When did we think hata watoto wetu na vijana wetu wakituona eti hayo ndio maneno commander in chief unaongea? Aibu. Ama namna gani wananchi? Aibu. Kwa hivyo mwambie mzee wetu yule atulie. We are approaching. I think he has realized I am very serious. And you know, there is no day I have never been serious. And I want to tell him again, I am very serious about wrestling the presidents from you. So, but don't panic, kuanza kutoa matusi, kuongea mambo personal, nini. Wewe tuongee tu sera. Tuopembeleze wa Kenya. Wanatujua. Waliniona nikiwa Minister for Education. Waliniona nikiwa Minister for Security. Waliniona nikifanya digital migration. Na wewe wamekuona na shaa yako, wamekuona na mashamba ya watu, wamekuona na mambo hii yote. Watatuangalia sisi wote, and I'm sure these people of Kenya, the way I look at them, they are ready to replace that leadership. Kwa hivyo hakuna haja ya kutoa matusi. Mimi tutakuheshimu, and I am still an African child. I respect my leaders, I respect my elders. Lakini heshima pia is something you earn. Unapata heshima the way you carry yourself. I have restrained myself. Now, and as I said, I am doing this with a lot of pain. I don't like attacking people or talking about people's personal lives. I don't care about mahali watu wanakula na vile wanakula and so on. Kwa hivyo nataka tuzingatie mambo ya Kenya. Yale maswali niliuliza hivi majuzi, najua ndio imemkasirisha rais mpaka sasa ameanza kututusi. Na ni fact, wakati tulikuwa kwa serikali 2022, Uhuru Kenyatta akiwa president wetu, budget ya State House ilikuwa 4.5 billion. Imetoka ache hapo miaka 4 iende 17 billion. Na tena hapo State House is not a manufacturing plant. Hakuna mashini inatengenezwa State House. Na expenses ya State House yote, hata ndege ile rais anaenda nayo ni ndege ya Air Force. Air Force fuels the planes, maintains them. Sasa hii ni kuweka pesa muende kuiba, kuanza kuonga watu, kuiba uchaguzi.
one thing I want to tell Kenyans is this. Sisi, and this one I swear to you, this one. Sisi hatuwezi kukaa tungoje uchaguzi uibigwe ili tuende kulia kwa Joe na press conference kusema vile uongozi uliibiwa. It will not work. So, usituone hivi, tuko na mpango. And we are going to begin also training our people, preparing ourselves on how to manage the vote. Kwa sababu, I am not a fool. Na nyinyi ni watu ambao mumeelewa. Kenya hii ukiangalia kila mahali. Kura ya hii administration iko wapi? Hakuna kura. Sasa badala ya kupembeleza watu pole pole, and I thought this is common sense. If you want to be re-elected, that's not when you insult people.